Leo tunafurahia madawati haya ambayo tumepata kutokana na fedha ya CSR. Lakini sio madawati tu, kuna miradi mingi kama ambavyo imeorodheshwa zaidi ya 105. Kwa ndio maana tunaendelea kuhimizana Mheshimiwa madiwani na wananchi tuendelee kusapoti uwekezaji kama sera ya serikali inavyosema, tupunguze migogoro na uwekezaji wetu ili tuweze kupata tija. Tekeleza miradi 101 ya CSR ambayo kimsingi ilitakiwa itekelezwe mwaka jana 2024, lakini kutokana na changamoto mbalimbali tulishindwa kutekeleza mwaka jana. Changamoto hizi zinatambulika. Moja ya changamoto kubwa tuliyokuwa nayo ni kwamba miradi ilitakiwa itekelezwe na mgodi, lakini kwa zile bajeti zilizokuwa zimewekwa ilikuwa ni ngumu kwa wakandarasi kuchukua hiyo miradi. Kwa na halmashauri na waheshimiwa madiwani, baraza la madiwani mwaka jana mwezi wa 12 walipitisha kwamba miradi sasa itekelezwe na mgodi. Jumla ya miradi yote ni 101 na thamani yake ni bilioni 9 na milioni 49,264,380. Hiyo ndio fedha yote ambayo itakuwa inatumika utekelezaji. Na tunatekeleza kwenye miradi hiyo kwenye sekta tofauti tofauti kama sekta ya elimu, afya, mazingira, miundombinu ya barabara na kadhalika. Lakini hali ya utekelezaji kwa sasa, mwaka huu mwezi wa pili tulitoa tangazo la kuita wakandarasi wale ambao watafanya kazi hizi za miradi ya CSR, na tangazo lilitolewa tarehe 6. Ukomo wake ulikuwa tarehe 6, lilitolewa tarehe 31 Januari, lakini tulipokea wakandarasi tofauti tofauti ambao wameingia kwenye mchakato wa utaratibu wa manunuzi. Kwa hiyo tumeendelea na utaratibu wa manunuzi wa miradi yote, na niseme kwa mwisho wa wiki hii, kwa maana ya leo, tunakamilisha zaidi ya miradi 70 katika swala la manunuzi. Lakini tuna miradi ambayo tuliweka kipaumbele kutokana na umuhimu, na mradi mkubwa mmoja hapo ambao tuliwekea kipaumbele ni mradi huo madawati. Kwa hiyo hapa tutakuwa na jumla ya madawati kwa maana ya deski 5765 ambazo kwa mradi mzima, lakini meza zitakuwa 3647 na viti 3647. Na tuna makampuni 4 ambayo tumeyapa kazi ya kutengeneza madawati na viti kama kipaumbele. Makampuni hayo ni Dijon, Rin, Nyantora na Coop Investment. Wote hawa ndio watamaliza hii kazi. Na madawati haya pamoja na viti hivi nilivyovitaja na pamoja na meza itakuwa na gharama ya jumla ya milioni 898,292,100. Leo tunafurahia madawati haya ambayo tumepata kutokana na fedha ya CSR. Lakini sio madawati tu, kuna miradi mingi kama ambavyo imeorodheshwa zaidi ya 105. Tunaipata kutokana na CSR. Kwa ndio maana tunaendelea kuhimizana Mheshimiwa madiwani na wananchi tuendelee kusapoti uwekezaji kama sera ya serikali inavyosema, tupunguze migogoro na uwekezaji wetu ili tuweze kupata tija. Haya tunafurahia ni tija ya uwekezaji ambao tunayo kwenye maeneo yetu. Tumekuwa na changamoto kubwa ya upungufu wa madawati kwenye shule zetu. Sio shule hii tu, shule zote ndani ya halmashauri, na naamini zote zitapata haya madawati. Lakini tumshukuru mkuu wetu wa mkoa, amefanya kazi kubwa sana kutupa support, backup kubwa kwenye jambo hili, na leo nimemwambia naenda kupokea madawati. Anawapongezeni sana, na anawapongeza madiwani kwa namna ambavyo mmeweza kusimamia. Kwa hiyo kazi iendelee. Lakini tuwashukuru watu wa mgodi kwa namna ambao mmeweza kupata wakandarasi 4. Kwa sababu ya uhaba huu tulihitaji wakandarasi wengi, sio mmoja, ili kazi iende kwa wakati, watoto wasikae chini. Hatuna sababu ya watoto kukaa chini TARIMA, hatuna, hasa halmashauri hii ambayo ina fedha nyingi. Natambua pia halmashauri mmetenga fedha kwa ajili ya madawati na shughuli inaendelea. Kwa hiyo tunaamini tutakava shule zote, hakuna mtoto atakaa chini. Kwa Mheshimiwa madiwani, tuendelee kushikamana kwa pamoja, tutumie pia mapato ya ndani kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule zetu, lakini pia utengenezaji wa madawati, vikalio kwenye shule za msingi na shule za sekondari, ili tusiwe na hiyo changamoto kabisa kwenye eneo letu. Lakini mpongeze Rin Company, ameonyesha mfano na ameonyesha speed tunayotaka kwenda. Hao wengine watatu tunataka waongeze speed. Wiki ijayo tutamwalika mkuu wa mkoa, na tutahitaji madiwani wote muwepo, aje apokee kiasi kikubwa cha madawati.
Kwa tunahitaji spidi kubwa. Kama nitamwalika bosi wa mkoa asije kaja kupokea madawati mawili hapa. Kwa tunahitaji wafanye kazi usiku na mchana ili kazi iende kwa haraka sana. Mgodi naomba mwasimamie kwa sababu nyinyi ndio mnasimamia miradi. Utakapomleta mkuu wa mkoa hapa aje aone jitihada ambazo madiwani na wenyewe wamepambana, halmashauri imepambana, na nyinyi watu wa mgodi mmepambana kwa kiasi kikubwa, wote kwa pamoja kwa kushirikiana. Na nimeshaongea naye atakuja next week kwenye mapokeo yale yanayofuata. Kwa tungefly tuone madawati ya kutosha. Na ndio maana nimesema mfanye kazi usiku na mchana. Leo napokea madawati ya 215 kwa ajili ya shule hii. Kwa natarajia wiki ijayo tutapokea sio pungufu ya shule 5. Kwa sababu tayari tumeshaona speed tunatakiwa kwenda nayo. Na kama nilivyokuwa nimewaelekeza tunahitaji kasi. Sasa delayment hatuhitaji kabisa kipindi hiki. Hatuna sababu ya watoto kukaa chini. Ni aibu tukaenda kwenye shule tukakuta watoto wamekaa chini. Lakini hii yote ni kwa sababu ya hamasa kubwa ambayo tumehamasisha watu kupeleka watoto shule. Na mwitikio ni mkubwa sana. Lakini pia ndio maana tumempongeza Mheshimiwa Rais kutoa gharama kwa ajili ya shule. Manake wazazi saizi hawachangishani, hawafanyi kitu. Gharama zote serikali inalipa. Kwa hiyo hakuna sababu ya mtoto kutokwenda shule. Kwa hiyo Mheshimiwa madiwani waombe sana kwenye maeneo yenu. Tuende kuhamasisha watu wapeleke watoto shule. Tuhamasishe watu wasiwaoe watoto wakiwa shuleni. Tuwafanye wamalize na sio kuishia form 4 tu. Kuna watoto wamechaguliwa kwenda form 5 na 6. Tumeendelea kupambana na wale wazazi ambao wamewaozesha watoto. Tunaona serikali inatoa elimu bure kuanzia awali mpaka form 6. Hatuna sababu ya watoto kutokwenda shule. Na ndio maana unaona mwitikio mkubwa na uhaba madawati umetokea. Kwa hiyo kila jambo zuri linapokuja na changamoto hazikosekani. Uhamasishaji mkubwa uliofanyika na watu wamepeleka watoto wa shule kwa wingi, tumekuja kupata changamoto ya madawati. Ndio maana nimewapongeza watu wa mgodi kwa kuitikia spidi yetu, lakini na nyinyi madiwani kwa kuazimia fedha kwa ajili ya madawati ambayo leo tunayapokea hapa 215. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwa spidi hii tusipunguze. Tuongeze tuidabo. Ili sasa tuwape motisha hata wale watoto ambao wameitikia kwenda shule, lakini na wazazi ambao wamepeleka watoto shule. Majina anaitwa Mwita Magige, diwani wa kata ya Nyamwaga, lakini kwenye shughuli hii ya leo nipo kumwakilisha mwenyekiti wa halmashauri. Tuko hapa kupokea madawati ambayo sisi baraza la madiwani tuliazimia kwenye baraza letu kwamba shilingi milioni 800 itumike kwa ajili ya kutengeneza madawati pamoja na viti na meza. Na leo hii tumepokea kwa shule hii ya Kiwanja madawati 215 na ni muendelezo kwamba sasa wakandarasi wanatengeneza na madawati yatakayokuwa kwa shule kulingana na mahitaji ya shule husika. Na tulikuwa na hali mbaya sana mpaka kupelekea sisi kuazimia hili, shule nyingi unakuta watoto wanakaa chini. Kwa tumedhamiria kwamba kwa sasa tunatengeneza madawati haya zaidi ya 5000, lakini pia kwenye mapato ya ndani bajeti 25-26 tumetenga pia fedha kwa ajili ya kutengeneza madawati mengine. Lengo letu ni kwamba kufikia mwaka 2026 kusiwe na mtoto ambaye anakaa chini. Ndugu waandishi wa habari, kwa jina naitwa Marina Ngaio, ni kaimu afisa elimu idara ya elimu msingi. Nimefika hapa shule ya msingi Kiwanja, kata ya Kemabo, kwa ajili ya kupokea madawati kutoka kwenye mgodi wa North Mara ambayo yatatuwezesha sisi na shule zetu ndani ya halmashauri ya wilaya ya Tarime kuweza kupunguza kwa asilimia kubwa changamoto ya wanafunzi kukaa chini. Katika shule ya msingi Kiwanja tumepokea leo madawati 215 na tulikuwa na madawati 324 ambayo najua kupokea haya madawati yataweza kupunguza kabisa watoto kutokukaa chini. Hivyo tunategemea watoto wote watakaa chini, miandiko yao itakuwa ni vizuri, lakini pia na ufaulu pia unaweza ukaongezeka. Tunaamini kwa kufanya hivyo pia ufaulu huo utakapoongezeka, ina maana na pia utoro kwa wanafunzi utapungua kwa asilimia kubwa. Tunajua kwamba watoto wengine walikuwa wanaweza wasije shule kutokana akifikiria kwamba akifika shuleni anakaa chini, lakini kwa kupokea madawati haya tunajua tutapunguza utoro wa wanafunzi pamoja na ufaulu. Hivyo ninamshukuru mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kuliona hili kwa kupitia wawekezaji wetu ambao ni North Mara Gold Mine kwa kuweza kututengenezea madawati.
Naishukuru serikali kwa kutuletea madawati. Tulikuwa tunasumbuka sana na shida ya kukaa chini. Naishukuru sana serikali. Wengine hata masomo yetu tulikuwa tunashindwa kufaulu. Naishukuru sana serikali. Kwa majina naitwa Mary Njani Emmanuel. Nasoma darasa la 7. Tunashukuru serikali kwa kuletea madawati. Tulikuwa tunasumbuka kwa kukaa chini. Naahidi nitafanya vizuri kwenye masomo yangu.